mkaguzi msaidizi Edson Burashahu ambaye ni kaimu afisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya ya Kibondo. Katika kuelekea kilele cha siku ya makazi duniani, sisi kama Jeshi la Zimamoto tunashiriki kwa namna moja au nyingine katika kuhakikisha makazi yanakuwa bora na salama ili kuweza kuwalinda watumiaji wa makazi au majengo waweze kuwa katika hali ya usalama pamoja na mali zao ambazo zipo kwenye majengo. Sasa kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, nafasi yetu katika kulinda makazi, tunafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tunalifanya ni kupitisha ramani za majengo ambazo watu wanaelekea kujenga ili kuweza kuangalia kama zimekidhi vigezo vya kiusalama wa moto, na vigezo hivyo ni pamoja na njia za kutorokea wakati wa dharura ya moto, lakini pia tunaangalia vifaa vya ujenzi vinavyotumika kama vinakidhi matakwa ya kuzuia moto, kwa maana ya kwamba visiwe vyakula vya moto. Lakini pia vifaa vingine tunavyoangalia ni vifaa ambavyo vinapelekea au visiwe vyanzo vya mioto kuweza kusambaza mioto katika makazi au katika majengo. Lakini pia kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunafuatilia ujenzi wa nyumba hizo baada ya kuwa tumeshapitisha hizo ramani na kuangalia kama vigezo vya kiujenzi vinazingatiwa kwa kuzingatia usalama wa moto ambao tunakuwa tunawashauri hao wateja wanaopitisha ramani kwenye Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Na kwa nini unasema kinachosumbua ni uchumi na hakuna mtu asiyetaka nyumba bora? Kwa nini unasema hivyo? Kwanza 90% kwa ujumla kwamba ni watu wachache wenye ujasiri kama huu ambao wanaweza kutoka hapa na kwenda kabla hawajafanya ujenzi, labda kufanya mambo yake washirikishe Zimamoto. Sisi Zimamoto umesema sawa, kwenda kuwashirikisha ni wachache sana, kwa sababu hawajui faida yake, au yeye anaweza kujua faida yake, ila kulingana na ujasiri na uelewa wao binafsi wao wamefanya vitu nje na kufuatilia utaratibu husika. Wewe kama mwananchi, wewe unafikiri kutokana na hiyo na hali kama hiyo ya watu kukosa ujasiri na uelewa, kuna ndio sababu inayopelekea? Jambo la pili ambalo tunalifanya ni kushirikiana na mamlaka za mipango miji na idara ya ardhi kuhakikisha kwamba nyumba zile zinajengwa katika mpango ambao umekubalika, kwa maana ya kwamba uweze kuruhusu njia zilizopo ambazo zipo zimepangwa kwenye ramani ziweze kurahisisha upitaji wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, especially kwa kutumia magari ya kuzimia moto, ili tunapoenda kufanya maokozi na kuzima moto kwenye makazi tuwe na njia sahihi na rahisi ya kuweza kufikia majengo hayo ambayo yapo kwenye hatari. Kwa kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, jukumu letu kubwa kuhakikisha kwamba makazi yanakuwa bora na yanakuwa imara na salama, pamoja na mali ambazo zipo kwenye makazi hayo, ni kufanya mambo makubwa hayo mawili ambayo nimeyataja. Kwa hiyo kama jamii inatakiwa kufanya na kuzingatia mambo yafuatayo ili kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba wanapotaka kujenga nyumba zao ili ziweze kuwa salama, wahakikishe kwamba ramani zao zinaletwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ziweze kupitiwa, ziangaliwe kama zinakidhi vigezo vya kiusalama, kwa maana ya kwamba kulingana na idadi ya watu watakaokaa na vyumba ambavyo vipo kwenye hilo jengo, ili kuweza kuangalia kukidhi au kuangalia usalama wa namna ya kuwashauri waweze kuweza kujenga katika hali ambayo itawezesha maokozi kufanyika kwa ufasaha zaidi. Lakini na kwa nini unasema kinachosumbua ni uchumi na hakuna mtu asiyetaka nyumba bora? Kwa nini unasema hivyo? Kwanza 90% kwa ujumla kwamba ni watu wachache wenye ujasiri kama huu ambao wanaweza kutoka hapa na kwenda kabla hawajafanya ujenzi, labda kufanya mambo yake washirikishe Zimamoto. Sisi Zimamoto umesema sawa, kwenda kuwashirikisha ni wachache sana, kwa sababu hawajui faida yake, au yeye anaweza kujua faida yake, ila kulingana na ujasiri na uelewa wao binafsi wao wamefanya vitu nje na kufuatilia
utaratibu husika unaotakiwa. Haya, wewe kama mwananchi, wewe unafikiri kutokana na hiyo na hali kama hiyo ya watu kukosa ujasiri na uelewa, kuna ndio sababu inayopelekea? Jambo lingine ambalo tunalifanya ni kuhakikisha kwamba vifaa vile ambavyo wanavitumia mle ndani vitumike vizuri na viweze kuwa vifaa ambavyo vinahitajika kwa hali ya ile jengo, ili isije kale vifaa hivyo vikasababisha mioto kwenye majengo, lakini baadaye vikasababisha nyumba kuporomoka na kuweza kuleta athari kwa watumiaji. Lakini jambo lingine ni kuhakikisha kwamba watumiaji wenyewe wanakuwa na uelewa na elimu juu ya matumizi ya vifaa vya kujikinga na moto, vifaa vya kung'amua moto na vifaa vya kuweza kutoa taarifa ya tahadhari ya uwepo wa moto katika majengo. Hayo yote yanafanyika wakati wa kukagua ramani na wakati jengo linaendelea kujengwa, likifika baadhi ya hatua, hasa hatua za umaliziaji, ndipo ambapo tunaweza kushauri kuweza kufunga vifaa maalum vya kujikinga na moto na kutoa au kupata taarifa uwepo wa tukio la moto katika jengo endapo moto unakuwa umetokea. Lakini jambo lingine, hakikisha vifaa vinavyohitajika vinafungwa ili kuhakikisha kwamba jengo linakuwa salama. Vifaa vyenyewe tunasema ni vifaa vya utoaji wa taarifa za awali. Taarifa za awali za uwepo wa tukio la moto zinatolewa na vifaa maalum. Mfano vifaa hivyo, tuna vifaa tunaita ni smoke detectors, tuna alarm, alafu tuna gas detectors, lakini tuna heat detectors. Hivi vyote ni vifaa ambavyo vinahisi joto, gesi na uwepo wa moshi katika jengo, ambao vinaweza kupelekea kutoa taarifa kwa watumiaji wa jengo ili wachukue tahadhari, ili waweze kujiokoa na kuanza kuokoa baadhi ya mali kutoa nje ya jengo ili waweze kuwa salama. Lakini baada ya hapo, mtumiaji pia wa jengo anatakiwa kuwa na eneo ambalo linaitwa eneo la kukusanyika, au kwa kilugha cha Kiingereza wanaita assembly point. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuwa ni wana nyumba ambazo zina watu au watumiaji wengi, au labda majengo ya serikali au majengo ya public au majengo ya biashara, wanahitaji kuwa na eneo ambalo linaitwa assembly point, ambapo wakati wa dharura linatokea hiyo dharura, ni lazima watu wote waelekee kwenye hilo eneo kukusanyika. Lengo la kukusanyika ni nini? Ni kuweza kutambua idadi ya watu waliokuwa ndani, kama wote wameokolewa na kama wote wako sehemu moja. Lakini mimi naona labda hapo kinachotakiwa, kama unataka kujenga nyumba, unaenda sehemu husika, kama ni kule ardhi, wanakupa utaratibu namna kujenga nyumba ili nyumba iwe bora. Lakini elimu si inatolewa kila siku na watu ardhi na zimamoto? Elimu yenyewe inatakiwa itolewe kila siku, kwa sababu tunajua mwenyewe elimu haina mwisho. Okay, wewe nyumba yako umejenga nyumba bora, ghorofa? Mimi kulingana na kazi yangu ninayofanya, mimi sina uwezo kujenga nyumba bora, ila nimejenga kwa nyumba kadogo tu kuheshimu mimi kama mimi. Inaweza ikawa nyumba ndogo lakini ikawa bora. Ndio, kwa sababu mimi nimefuata taratibu zote. Kiwanja changu kimepimwa vizuri, japo ni kanyumba kadogo, lakini angalau kako sehemu ambayo unatakiwa. Sijajenga barabarani. Okay, imezingatia nani za usalama? Usalama kama kwa mfano mlango wa kutokea. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa na elimu imeendelea kusambaa, kwa sababu wananchi wamekuwa wengi, wanakuja kwenye idara zetu na tunawahudumia, na tunaendelea pia na kufuatilia majenzi yanapokuwa yanaendelea katika hatua mbalimbali za ujenzi, ili kuona kila ambacho tunawashauri kama wanakizingatia. Wito wako kwa jamii? Wito wangu kwa jamii ni kuhakikisha kwamba wanafata utaratibu kama ambavyo nataka. Utaratibu wenyewe ni kuhakikisha kwamba asiwepo mwananchi anayejenga nyumba yoyote bila kwanza kupita idara ya ardhi, idara ya mipango miji, lakini na jeshi la zimamoto na uokoaji, ili kuweza kupata usahihi wa taarifa za eneo analotaka kujenga. Nikimaanisha kwamba akipata usahihi wa taarifa, lile eneo ni salama kiasi gani? Je, njia za kupita kwa ajili ya kwenda kufanya maokozi zipo kwenye eneo lake? Au je, yeye mwenyewe hilo eneo analolijenga halipo kwenye mkondo labda wa mafuriko, au mkondo ambao unaweza kupelekea mpasuko wa ardhi, kwa mfano tetemeko la ardhi, na baadaye kuweza kuleta maafa. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wahakikishe kwamba wanapitia kwenye mamlaka husika kuweza kupata taarifa sahihi za namna ya kujikinga na majanga mbalimbali, hasa kuleta ramani jeshi la zimamoto na uokoaji waweze kupata ushauri wa namna ya kujikinga na majanga mbalimbali ikiwemo moto pamoja na radi.